Ngoma inaanzia pande fulani za ofisini ambapo kuna mrembo anaitwa Empress. Akaingia mchizi na kumpa taarifa kuwa zaidi ya naira milioni 20 zimeibiwa. Nini? Kivipi yani? Hata mimi sielewi madam. Empress akainuka na kwenda kuhakikisha. Ninawauliza swali moja. Imewezekaje naira milioni 50 zimepotea kwenye akaunti yangu? Madam, wewe ndiye huwa unafanya miamala yote kwenye akaunti. Sasa kama hujatoa pesa, kuna mtu atakuwa amehaki hii akaunti. Haka? Ndiyo madam, tumeibiwa kwa njia ya mtandao. Huyu mshikaji anasema kuwa anamfahamu mtaalamu wa mitandao ambaye anaweza kusaidia kurudisha hizo pesa. Mpigie simu, unasubiri nini? Mpigie haraka. Ningesha mpigia lakini gharama zake zipo juu sana. Kwa hiyo unamwambia nani kuhusu gharama? Hebu mpigie haraka, acha kuwa na maneno mengi. Huku pande mwingine, Empress amerudi nyumbani kwake. Kuna shoga yake anaitwa Ivy, anaishi naye kwenye huu mjengo. Kuna mtu amehaka akaunti ya kampuni. Nini? Hii sio kweli. Nimepoteza naira milioni 50. Kwa nini ukuipigia benki yako haraka? Kabla hatujagundua naira milioni 20 zilikuwa zimeshaibiwa tayari. Kabla hata hatujawapigia kwa taarifa ifunge akaunti, naira milioni 30 zingine zikaenda. Kwa hiyo naira milioni 50 zimepotea namna hiyo. Kesho yake Empress akiwa ofisini, kuna mchizi akaingia. Huyu jamaa anaitwa Deji. Kwa nini nimekuambia ukae? Usiniambie hujafurahi kuniona. Unataka nini? Nilifikiri umefurahi kuniona. Kipi kinifurahisha kukuona wewe? Nakuuliza swali rahisi tu, umefuata nini hapa? Nimekuletea maua, naomba nikuchukue baadaye twende tukapate dina jioni. Hivi unafikiri unaweza ukaja ofisini kwangu na maua yako baada ya miezi 4? Nimekupigia karibu mara 1000 lakini ukupokea simu zangu. Na kwa nini ulikuwa ukinipigia? Umesahau nilikukuta unafanya nini ofisini kwako? Sasa Empress na Deji walikuwa wapenzi, ila Empress akamfumania mchizi akiwa anapinduka na mwanamke mwingine. Hivyo Empress akamwacha. Toka ofisini kwangu, toka. Huku kuna mchizi anaitwa Jack, mshikaji fulani muuni sana. Yaani kupiga veni shingoni, hereni, masuruali ya jeje ndo mambo yake. Huyu mchizi ni haka mmoja hatari hapa mjini. Sasa Jack na David wanaishi nyumba moja kwa sababu ni washikaji mno, japo nyumba ni ya Jack. Sasa Jack ndiye haka ambaye David alimwambia Empress kuwa atamleta kutatua tatizo lao. David, nina mambo mengi ya kufanya. Kwani ili sio muhimu? Kuna mtu ameiba naira milioni 50 kwenye akaunti ya ofisi. Tusaidie basi. Jack akakubali kuwasaidia. Uko ofisini, Empress anamlalamikia David kuwa amechelewa kumleta huyo haka. Samani madam, atakuja leo. Alikuwa busy sana. Na ulimpendekeza wa nini kama ulijua kuwa yupo busy? Punde mchizi akafika. Amefika. Madam ndio huyu. Nimefurahi kukuona. Kwani hujui kugonga hodi? Mchizi akacheka, kisha akasema samahani. Mara nyingine usirudie tena. Umeshampa taarifa zote aanze kazi. Hata hivyo hatujakubaliana bado kufanya chochote. Nini? Namaanisha hatujaamua bado kufanya chochote. David, umemleta huyo mvulana kunipotezea muda wangu hapa au? Mvulana? Jake akashangaa kuitwa mvulana. Hapana madam, nilimwambia tu kimetokea nini, ila hatukuongea zaidi ya hapo. Mchizi akakaa. Empress akamwambia David amalizane naye kuhusu issue za malipo. Baada ya muda, Jake akafanikiwa kulipata eneo ambalo huu wizi ulifanyika. Akawatajia na jina la akaunti ambayo iliiba hii pesa. Unaweza kuingia kwenye akaunti ya huyo mtu na kurudisha pesa zangu? Naweza, lakini umenilipa kumkamata mwizi tu na nimeshafanya hivyo. Wewe fanya tu, nitakulipa. Jake akafanya hivyo. Kupitia Thamani Yangu Utu Wangu Foundation, ewe mdau unakaribishwa kuchangia chochote kitu ambacho unacho ili tuweze kwenda kuwaona watoto yatima katika kituo cha Mgolole Orphanage Center kilichopo Morogoro. Akamuuliza kama ule haka ameshakuja. Empress akamwambia kuwa ameshafika na amezurudisha pesa zote zilizokuwa zimepotea. Wao, anaonekana ana akili nyingi sana. Ndiyo, anavutia. Nini? Anavutia? Ninashangaa unasema anavutia. Kwa nini unashangaa? Kwa sababu hakuna mwanaume aliyewahi kukuvutia wewe. Niambie yukoje? Hayo yote yametokea wapi? Nataka nimjue tu kwa sababu hakuna mwanaume aliyewahi kumvutia Empress. Hata hivyo ni mtoto Gen Z fulani hivi, anavaa nguo kama ya wana hip hop. Basi wakaendelea kupiga soga pale. Uko ofisini Empress akamuita Jack na kumuomba afanye kazi kwenye kampuni yake kwa kuwa mshikaji ana uwezo mkubwa, na kwa kuwa mchizi mara nyingi huwa yupo busy, basi Empress akamwambia kuwa hata akija kazini mara moja kwa wiki sio mbaya. Nitafanya kazi kwako sababu wewe ni mrembo na unanivutia, hivyo tu. Unajua tumemaliza, unaweza kuondoka. Deji akarudi tena ofisini kwa Empress na sasa hivi amekuja na zawadi za kuombea msamaha. Najua nimekuumiza, lakini niamini mimi, yule mwanamke hamaanishi chochote kwangu. Ilitokea bahati mbaya tu. Nahitaji msamaha wako. Nachotaka kwako ni uinuke na utoke ofisini kwangu. Vipi kama nikikutoa out? Nitafanya kila kitu kiwe sawa. Tumetoka mbali. Najua nilichokifanya nilikosea, lakini ilikuwa ni makosa.
niamini mimi haitojirudia tena. Yaani hayo maneno yako hayana maana yoyote kwangu. Umeisaliti miaka yetu mitatu ya mahusiano. Unafikiri unaweza ukaja hapa nikakusamehe? Empress akamtimua Deji ofisini kwake. Huku nyumbani, Empress alikuwa akiangalia picha kwenye simu yake. Punde hivi akafika. Unamwangalia nani kwenye simu yako? Hakuna mtu. Ha? Huyo si ndo yule haka? Ukuniambia kama ni handsome namna hiyo. Hata hivyo nilikuwa simwangalie yeye peke yake. Nilikuwa nikiangalia wafanyakazi wote kwenye kampuni yangu. Hivyo tu. Tangu lini umeanza tabia ya kuangalia picha za wafanyakazi wako wewe? Bado upo hapa? Ndiyo, nahitaji namba yako. Kwani haupo kwenye grupu? Chochote unachohitaji kuniambia utatuma kwenye grupu la kampuni. Nataka namba yako ili niwe nakupigia. Na unipigie liweje? Nisikie sauti yako, nijue unaendeleaje, na pengine nikutoe out. Labda naweza kukupata. Sitokupa namba yangu. Jake akaendelea kumsumbua Empress mpaka akakubali kumpa namba yake. Huku nyumbani kwake, kila sekunde Empress anaangalia simu kama Jake ametexti. Ila wapi, mshikaji hakutuma text yoyote ile. Tukatupo huko ofisini ambapo Jake alikuwa akimuelezea Empress baadhi ya kazi za pale ofisini ambazo amezifanya. Ila Empress anamwangalia mchizi tu, mawazo yako mbali sana. Mbona kunipigia? Kwani ulikuwa unasubiri nikupigie? Kwani unapenda kujibu swali kwa kuuliza swali lingine? Jake akasema kuwa alikuwa busy ila next time atampigia. Hata hivyo sijali. Akiwa peke yake anajisemea moyoni kuwa kwa nini inakuwa ngumu kumtoa Jake akilini mwake, sababu amekuwa akimfikiria siku nzima na hajawahi kuvutiwa na mwanaume ambaye ni mdogo kiumri. Sasa inakuwaje kwa Jake? Sasa baada ya Deji kumsumbua sana, hii siku Empress akakubali kwenda kupata dina na Deji. Deji akawa anamshukuru Empress kwa kufika na akawa anajaribu kurejesha mahusiano yao. Ila Empress anasema kuwa bado Deji anatakiwa kufanya mengi zaidi sababu hawezi kumsamehe kirahisi. Pande za ofisini kwa Empress, Deji alikuwa pale, akawa anamshika kiuno, ila Empress anamkatalia. Sasa kipindi hicho kitendo kinaendelea, Jake akaingia. Ghafla Deji akaanza kumzigua Jake kwa kuingia bila kugonga hodi. Deji, huyu ni Jake, ni mfanyakazi mpya kwenye hii kampuni, hivyo anaruhusa kuingia muda wowote ofisini kwangu. Na mimi ni mpenzi wake na nimekuja hapa nataka nimtoe lunch. Jake akasepa. Baadaye Jake na Empress wakawa wanaongea ambapo Jake akamuuliza Empress kuhusu Deji. Empress akasema kuwa waliwahi kuwa wapenzi ila mchizi akacheat, hivyo kwa sasa ni ex wake tu. Kisha Jake akamwambia kuwa anasafiri kwa muda na atarudi baada ya wiki moja. Sasa kabla mchizi hajaondoka, kuna kitu akamnunulia Empress kama surprise. Kuna mchizi akamtuma apeleke huo mzigo nyumbani kwa Empress. Mida ya jioni Jake akampigia Empress. Yaani Empress akiona mchizi kampigia anafurahi kinoma. Akawa anamshukuru kwa zawadi ambayo ameituma. Kisha akawa anamuuliza atarudi lini. Empress akamwambia shoga yake kuwa Jake amemtumia zawadi. Usiniambie, inaonekana ni mtu mzuri sana Ninakufurahia mno. Kunifurahia nini? Mtu mwenyewe ni mtoto bado. Mtoto? Umemzidi miaka 4 tu. Sasa kwa nini unamchukulia kama mtoto wa miaka 8? Sasa Empress akiona shoga yake anavunga kama vile hana hisia zozote kwa mchizi, ila uhalisia anaujua yeye mwenyewe. Deji akampigia simu Empress akimwomba waende kupata dina siku inayofuata. Empress akakubali. Siku yenyewe ilivyofika, Empress akajiandaa ila mchizi atokei. Akapiga simu kinoma ila mchizi haokoti. Saa 3 kavu, saa 4 kavu. Mwisho akaamua aende kulala tu. Tukatupo huku Empress akiwa na Jake. Punde Deji akatokea. Nilikuambia usisogee karibu yangu. Unafanya nini hapa? Tunaweza kuzungumza? Hapana. Tafadhali, hapana. Ameshakwambia hataki. Na wewe ni nani mpaka uingilie? Nafikiri umemsikia, hataki kuongea na wewe. Wakataka kuzichapa pale ila Empress akaingilia na kuepusha ugomvi. Akamwomba Jake aende nje. Pale ndani wakabaki Deji na Empress ambapo mchizi akaomba msamaha kwa kutotokea ile siku ambayo walipanga watoke. Ila Empress hakutaka kumsikiliza, akasepa. Baada hapo tunamwona Empress na Jake wametoka out wakipata vinywaji, wanafurahi kinoma. Sasa ikawa ni mfululizo wa kutoka out pamoja. Na hii siku Jake amemrudisha Empress nyumbani kwake akiwa amelewa chakali. Kwenye story 2-3 Empress anamwambia Jake kuwa mchizi ni handsome. Na wewe ni mrembo, hasa ukitabasamu. Unapenda kuniona nimetabasamu? Ndio, ila napenda vingi zaidi kutoka kwako. Sitaongea sana, ila kwa sasa napenda niwe karibu yako sababu unapata feelings zako kila dakika. Empress anacheka tu. Kwa mara ya kwanza mchizi akamchapa kisi. Akataka kumpiga lingine, Empress akakataa. Baada ya kuwa na ukaribu kati yao, Empress akambadilikia mchizi. Akawa hata simu zake haokoti. Hii siku mchizi anamuuliza kuwa shida ni nini, ila Empress anamjibu shiti. Anasema kuwa ana mahusiano na Deji na anamtaka Jake kufuta mawazo yote alionayo juu yake. Asante sana kwa kuja. Najua nimekukosea sana, ila kuanzia sasa nitabadilika.
ni sawa, nataka vitu viwe kama zamani. Nataka uwe yule mwanaume niliyemjua hapo awali. Hapa Empress akakubali kurudi kwa Deji. Sijui alipatwa na nini. Basi penzi lao likarejea tena. Tukatupa huko nyumbani ambapo Eve anamshangaa Empress kwa kitendo cha kumrudia Deji. Nashindwa kukuelewa kabisa. Hivi baada ya kila kitu alichokufanyia huyo mwanaume bado unamrudia? Hivi watu wanabadilika, yupo tofauti sasa. Kwa miaka 3 tuliokuwa pamoja hakuwahi kuchiti isipokuwa hiyo mara moja tu. Wewe unajua amechiti mara ngapi mpaka kufikia hatua ya kumfumania? Mara moja inatosha kuachana naye. Sasa Empress anasema kuwa amemchagua Deji kwa sababu ni mtu mzima, sababu Jake ni mdogo kwake kiumri. Empress akiwa mwenyewe anajikuta anammisi sana Jake. Anataka kumpigia ila anakata. Uko ofisini Mchizi akaleta barua ya kuacha kazi. Empress akajaribu kumbembeleza Mchizi asiondoke ila jamaa akasepa. Hii kitu ilimuuma sana Empress. Huku pande mwingine Empress alikuwa akiwaza sana, akijisemea moyoni kuwa anatamani angempenda Deji kama vile anavyompenda Jake. Na haelewi imekuwaje hisia zake zipo namna hii. Au nimefanya makosa kumchagua Deji? Sasa kiuhalisia Empress anampenda Jake ila amemchagua Deji kwa sababu ni mtu mzima na Jake ni mdogo kiumri kwake. Hivi akaja kumwambia Empress kuwa amemwona Deji akiwa na mwanamke mwingine wakitoka loji. Nini? Hivi akampa na ushahidi wa video. Empress akaiangalia ile video. Yaani baada ya kila kitu nilichofanya kwa ajili ya yule mwanaume bado naendelea kunifanyia upuuzi? Nitamfanyia upuuzi pia. Akaja kumfumania Mchizi akiwa na yule mwanamke, akamwasha kofi. Kwa hiyo kumbe ni kweli unanichiti? Mchizi akawa anajaribu kujitetea, usijaribu kunifata tena. Huku kwa hawa washikaji, Jake anasema kuwa amepanga kusafiri na kwenda nje ya nchi. Hivi akaja kwa Jake na kumuelezea kuwa Empress anampenda Mchizi na ameachana na Deji. Mchizi akasema kuwa yeye sio mtu wa mbadala, yani kwa nini anitaki sasa hivi kipindi ambacho ameachana na Deji. Hivi akajaribu kumuelezea kuwa Empress amekuwa na hisia naye kwa muda sasa, ni vile tu alikuwa anaficha hisia zake. Mchizi anasema kuwa hata hivyo yeye anaenda nje ya nchi, kwa hiyo hawatokutana. Huku pande mwingine Empress yupo na stress zake, anasema kuwa ni bora angemchagua Jake. Hivi akamwambia kuwa amfuate Mchizi. Najuta sana, ni bora ningeenda kwa Jake, lakini najua hata nikubali hata kama nikirudi. Lakini kwa nini usijaribu kumpigia simu au kwenda nyumbani kwake? Lakini naogopa, nitamwambia nini? Hi Jake, nimerudi, ulikuwa sahihi, Deji sio mtu mzuri kwangu. Kwa sasa hivi mahusiano yangu yamevunjika na kutaka wewe. Haingia akilini. Yaani ni kama vile atajiona yeye ni chaguo la pili. Kwani ni chaguo la pili kweli? Hapana, natamani ningemchagua yeye kwanza. Ningeusikiliza moyo wangu badala ya kichwa changu. Sasa Empress akaja kupata taarifa kuwa Jake amesafiri na kwenda nje ya nchi, na akajaribu paka kumuwahi Mchizi ya airport kabla hajaondoka, lakini akachelewa. Hii kitu limuuma sana, alijutia kutomkubali Mchizi tangu mwanzoni. Yaani pale unapompenda mtu alafu anakwenda mbali ambapo huwezi hata kumuona. Basi hivi akawa anamfariji akimwambia kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Baada ya miezi kadhaa kuna mtu akagonga mlango. Empress kwenda kufungua, anamwona Jake. Hey baby girl, umerudi? Nimeshindwa kukaa bila wewe. Nimeshindwa hata kulala. Likapigwa kumbato pale. Umerudi kweli? Kwa nini uliondoka? Nilikuhitaji sana. Nilikuhitaji pia, nimepitia wakati mgumu bila wewe. Basi ni makisi tu pale eneo la tukio na wakawa penzi sasa hivi, wakawa na moments kibao za kufurahia pamoja. Napenda kuwatambulisha ujio wa kipindi chetu kipya cha The Game Podcast ambacho kitaendelea kuruka kupitia channel yetu pendwa ya Mansurcast. Please endelea kusubscribe.